Mji akamwomba Doto ambaye ni pacha wake wa kike avae kama yeye aende shuleni kwao. Oi bro, kila kitu kinaenda poa. Nimebadilisha staili ya nywele, nimevaa nguo kama zako, naonekana kama wewe. Jamani mpaka ni handsome, twende. Umetisha sana Doto, nikirudi nitakununulia tiketi ya show ya mwandishi wa vitabu unayempenda Injun. Naomba unifanyie mtihani wa wiki hii, sawa? Imeisha hiyo bro, usiwe na hofu wala nini. Ukirudi nitakufundisha kila kitu nilichojifunza. Haina noma, sawa? Nakupenda pacha wangu mwa. Leo ni siku ya kwanza Doto anakuja hapa shuleni akiigiza kama kaka yake. Ni mara yake ya kwanza kuja kwenye hili darasa. Ajua atakuwa anakata siti gani. Mungu wangu, darasa zima limejaa. Sipia anakata siti gani? Hii siti ya dirisha ni haina mtu. Ngoja niende pale. Doto anasogea mdogo mdogo hadi kwenye siti ambayo kuna mwamba ameuchapa usingizi. Oi, amka mwanangu. Wewe ni nani? Itakuwa ni mgeni. Akiwa ni mwamsha, anaitafutia matatizo. Anajiamini nini kumgusa Shiji? Huyu mshikaji ameyatimba. Ule subiri wamwashie moto. Oya, sogea pembeni basi watu tupite. Hajui kama huyu ni mbabe wa darasa. Oya mzee baba. Achana na mimi. Huyu mshikaji anajikuta ndani vile. Doto anaamua kuondoka. Lioga. Doto aliona sio tabu, akazunguka upande wa pili akapanda kupitia dirishani. Darasa zima likawa linamshangaa. Katika mchakato wa kuruka huku na huku, begi lake likapiga kichwa cha mbabe wa darasa Shiji. Watu wote darasani wakashtuka, wakajua moto utawaka. Alidhani amenikoma, mimi naruka hadi madirisha. Mbabe wa darasa akainuka kwa hasira. Oi, nisamee mzee, nimekugonga kwa bahati mbaya. Bahati mbaya sio. Oya wakanyanyua simu zao kwa ajili ya kurekodi hili tukio zima. Ghafla simu ya mbabe wa darasa Shiji ikaita. Niambie, kuna maswali mawili matatu nataka kuuliza kuhusu event yako bwana Moi John. Mbabe wa darasa anatoka nje kuongea na simu. Ile anataka tu kutoka nje, mwalimu anaingia. Ongea, naelekea sehemu unaweza kusikilizana. Wewe unaenda wapi? Mshikaji amjibu kitu, mwalimu anaondoka. Oya, huyu jamani nani? Mbona hata mwalimu anamwogopa? Babake Shiji ni mkurugenzi wa hii shule. Kama unataka kuishi kwa amani hapa shule, simchokoze hata kidogo huyu jamaa. Jamaa na mshikaji anajisikia sana, kumbe anatumia cheo cha mshwa wake kunyanyasa ma student wengine hapa skuli. Naanza kuita majina. Jian Cheng. Nipo. Huyo ni Jian Cheng kweli. Mbona leo kwa soft hivi? Wakati wa mapumziko ukafika, kuna mwanafunzi anampenda sana Shijing. Alisubiri Shijing apite kwenye korido wakati Shijing anatembea hivi. Dada akajikua maksudi akawa anamwangukia Shiji akamkwepa. Ili hata kuanguka hivi, Jian Cheng akamdaka kwa kono lake la kushoto akamzungusha dada karanda hivi akamdaka. Wakatazamana kwa sekunde kadhaa. Oya, hujaumia? Sijaumia. Jamani, huyu kaka ni handsome. Jian Cheng alimaini mbabe wa darasa kwa kumkwepa yule binti. Pana mshikaji anaromba kiasi. Huyo mkaka ni nani? Huyu kaka anaitwa Jian Cheng, amehamia shule mkwetu hivi karibuni. Jamani, huyu kaka ni handsome. Oya, ile mabinti wanageuka tu, wanamuona Jian Cheng huyo hapa. Ile mshikaji anawashangaa, wanaanza kumkimbilia. We kaka, tunaomba namba zako za simu. We love you Jian Cheng, Jian Cheng. Leo sitaki kabisa ufanye vurugu hapo shuleni kwangu. Siku ya kwanza tumeshapambana na mbabe wa darasa, umemdaka dem kwenye korido. Kura, mimi kazi imeshanishinda, rudi tu shuleni kwako, rudi na kuomba urudi shuleni kwako. Doto, vumilia kidogo. Siwezi nikarudi kwa sasa, siwezi nikarudi, vumilia. Kura, kwa nini huwezi kurudi? Doto, mimi nimesafiri niko nchi za nje kucheza mpira. Nchi za nje? Doto, shuleni kwa karibu na shule yetu. Unaweza kaenda kwenye shule zote mbili kwa wakati mmoja. Naomba uendelee kujifanya wewe ni mimi hapo shuleni. Wazazi wakijua niko nchi za nje wataniua. Kabla Doto hajamjibu Kurwa, anasikia kelele nje. Watu wanapiga kelele. Jian Cheng, fungua, tunaomba namba zako, fungua. Dada kama watu wamejipanga wanataka namba za simu za huyo mshikaji. Jian Cheng, fungua mlango tuongee. Chao, mbabe wa darasa anawaambia, mnafanya nini hapa? Poteni. Kwa kuwa anamwogopa mbabe wa darasa, mademu wote wanakimbia. Ina maana Jian Cheng ameingia kwenye kituo cha kike. Mbona mademu walikuwa wanahitaji jina lake? Ili wasimshtukie kwamba yeye ni wa kiume, Jian Cheng anatoka akiwa amevaa mavazi ya kike. Anatetea nywele zinapepea. Mbabe wa darasa anadaka ili kuona piskali kama hii hapa shule. Unataka kuingia chuo cha kike? Na natafuta funguo yangu, kuna sehemu umeiona. Wewe kaka unaita visingizio vya kishamba sana, una taibu. Unajua unaongea na nani? Unajua unamsababisha nani wewe? Sijui naongea na nani na sijali chochote. Ile binti anataka kuondoka na bongana na jamaa, nywele zake zinapepea, zinabusa sikio, hereni yake ya kulia inaanguka. Mbabe wa darasa anakula kwa macho. Binti anaondoka taratibu. Anainama chini anakamata hereni kwa kono lake la kushoto. Anatabasamu mwenyewe. Mwandishi wa vitabu Moi Njoni anaandaa tukio kwa ajili ya kusaini vitabu vya mashabiki zake. Leo nina furaha sana kukutana na mwandishi wa vitabu ninayempenda. Huyu ni Doto leo katika mavazi ya kike.
Hivi huyu mwandishi wa vitabu ana muonekano gani? Wanea anatuzuia kuingia na simu tunaziacha nje, tutakiwa kupiga picha au kurekodi video. Itakuwa na sura mbaya, ndio maana leo kuna anaijua sura yake. Enderman kashinda tuzo kibao, ahitaji uzuri wa sura yake kuuza vitabu. Mademo walikuwa wanamsimanga mshikaji wanasepa. Isha kwa nongo tondoke mwaya. Wakaenda zao kukaa kwenye siti. Demu mmoja alifanikiwa kuingia na simu yake alikuwa ameficha kwenye mkoba. Alipofika tu kwenye kike kaitoa na kaanza kurekodi. Meneja akamuona. Kwa nini mnafanya uzembe kiasi hiki? Nimemuona mtu kwa macho yangu akipiga picha za Enderman pale. Wakati nimekataza. Tulia bro, kwani wana tatizo gani mtu akipiga picha na wewe? Enderman ni mwandishi wa vitabu ambaye ni handsome. Picha zake zikiwepo mitandaoni zitavutia mashabiki zaidi. Haya, kwa makubaliano yetu kabisa. Mshikaji kafunga kitabu kwa hasira. Kwa kuwa umekiuka makubaliano yetu, sitaweza kusaini vitabu kwa siku ya leo. Bamiza kitabu chini akaanza kuondoka. Enda King, rudi Enda King. Enderman anauma, zoezi la kusaini vitabu limeahirishwa. Tutakutana tena siku nyingine. Yaani leo sijaenda shule, nimekuja hapa. Mtu inaahirisha zoezi la kusaini vitabu. Sijafanikiwa hata kuiona sura ya huyo Enderman mwenyewe. Doto anaamua kuondoka, anapiga hatua kadhaa, anakumbuka kwamba amesahau simu yake kwenye kile kijikabati cha mwanzo pale. Anaamua kurudi kuichukua. Wakati anarudi ndani kwenye ile milango ya kuzunguka, anapishana na Enderman mwenyewe. Mwandishi wa vitabu Enderman ni mbabe wa darasa Shiji. Hataki watu wajue kwamba yeye ni mwandishi wa vitabu, ndio maana anajiita Enderman. Hajawahi kuionyesha sura yake sehemu yoyote. Doto ni shabiki wa Enderman kinoma noma. Enderman, subiri. Subiri dakika moja. Doto anagundua kuwa amebishana na Enderman, anaanza kukimbia kumfuata. Enderman, simama. Acha kukaza, simama. Enderman, mimi ni shabiki yako. Enderman. Usinifanyie hivyo. Enderman. Inawasha gari, Enderman anasepa. Moi-chan. Doto anatazama kulia, anatazama kushoto, anajiona baiskeli. Kimbilia baiskeli panda, anaanza kuikimbiza gari iliyompakia Enderman. Doto akanyoka na ile gari, anapiga makelele kichizi njiani, anaomba wasimame lakini wapi. Doto alishangaa hii gari imeingia shuleni kwa kina Kurwa. Gari iliyombepa Enderman imekuja hapa shuleni kufanya nini? Iliandaa kuingia shuleni kazuiwa na mlinzi. Anko, mimi ni mwanafunzi wa hii shule. Ama wewe ni kama mwanafunzi ka hapa, onesha kitambulisho. Akaonesha kitambulisho lao kwa wake la kushoto, ili anataka kukimbia, akasimamishwa, gahanda kama sanamu. Kwani una tatizo gani anko? Akitambulisho kameandika mwanafunzi wa kiume. Zamani kitambulisho changu nimekisahau. Doto alikimbia haraka yana kuvaa nguo za kiume, baadaye akarudi tena. Hii gari vipi? Mbona na plate number za jeshi la Marekani? Doto akakimbia hadi ndani akiwa amevaa mavazi kama Kurwa kwa ajili ya kumtafuta mwandishi wake wa vitabu anayempenda sana. Oya, ile amezama ndani kuangalia kulia na kushoto na kukutana na wanaume kama wote. Samani, nitakuwa nimekosea chumba. Oya, simama. Oya, kama nakufananisha, wewe si ndio yule mshikaji ambaye ulizingwana na bosi wangu juzi kati pale? Mshikaji mpya anayetakwa na kila binti pale shule, sio? Kama vipi leo nionyesha jinsi gani ulivyo handsome. Ili anataka kumshika shavu akataka mkono, kunjiwa chini. Wakati huo mbabe wa shule anacheza putebo. Oya, mnanipigia makelele. Doto kawachia mkono wa mshikaji. Mbabe wa darasa akazunguka upande wa pili. Unajua mimi na wewe bado hatujamalizana. Oya, hatujamalizana kivipi? Mbona sikuelewi bobo? Ulinigonga na begi lako mara 3 kichwani tukiwa darasani. Kwa hiyo na mind vitu vidogo mshikaji wangu. Doto akatoa begi mkono wake la kulia na kushoto akampa mshikaji. Ama vipi, chukua ile begi nipige nalo tu tumeishiana. Oya, ukimpiga na ile begi, watu wanajua kwamba wewe una wivu kwa sababu yeye ni handsome kukuzidi. Usiingie katika mtego, achana na issue. Kwa hiyo utaki kulipiza kisasi kama vipi mimi nasepa. Ile Doto anataka kuondoka, wauni wanamzunguka. Oya, ndio watu wako achane na mimi nataka kusepa. Hauwezi ukaja hapa kama unavyotaka na ukaondoka kama unavyotaka. Kwa hiyo unataka nini mzee?